katika kila chambo, kwa ajili ya neno ambalo ameweka ndani mwangu, kwa ajili ya uchumba ambao amenituma siku ya leo ninene nanyi watu wake. Wacha kwanza tuchukue nafasi tuombe. Baba Mungu, ni katika jina lako tukufu. Naliinua jina lako lenye sifa na ufalme. Nasema ni asante kwa maana umekuwa mwaminifu. Tasema Jehova, umetulinda, umetupikania pale ambapo wenyewe hatungeweza kujipikania pasipo nguvu zako Jehova. Uinuliwe upewe sifa kwa maana ni Mungu mwenye rehema. Uinuliwe upewe sifa kwa maana wewe ni Mungu mtenda kasi. Umetenda mengi yale ambayo wenyewe hatungeweza kujitendea pasipo nguvu zako Jehova. Jina lako litukuzwe, na yale ambayo umeweka ndani mwangu acha nikaweze kuyanena, na wale ambayo yatawafikia wacha ikaweze kuwaponya. Ni katika jina lako tukufu naomba kuamini. Amina. Jioni ya leo nashukuru Mungu kwa maana amekuwa mwaminifu. Na siku ya leo unaponiangalia, usiniangalie mimi ila angalia yale ambayo Mungu amenena ndani mwangu. Angalia uchumba ambao Mungu ameweka ndani mwangu ili nikakufikishie siku ya leo. Naingia kwenye mafunzo kwa maana mimi napenda sana mafunzo. Kwa majina naitwa Pastor Wekulo Sami. So nashukuru sana kwa wakati huu. Ninapoingia kwenye mafunzo, mjadala wa leo ulikuwa kuhusu ndoa. Mungu amenituma mahali hapa ili nisungumzie kuhusu ndoa. Ili nisungumzie kuhusu nyumba ambayo iko na watu wawili wameoana, bibi na bwana. Katika maisha ambayo tunayoishi leo hii ni maisha ambayo yamefika mahali watu give up. Tunaendelea kumuasi Mwenyezi Mungu katika kupitia njia ambayo sisi wenyewe hatuelewi. Maana tunaendelea give up, kuwa waoga ndani ya maisha. Haleluya. Asifiwe Yesu. Mungu amenena haya yote ndani mwangu ili nikakufikishie uchumbe huu. Tumekuwa na mama wenye wamekuwa singles mother wengi na wanaendelea kuwa wengi, na wanawake wengi wamehofia sana, wanaokopa ndoa, wanasema heri wakae peke yao. Lakini leo hii nacha mbele zako na kuambia ukweli mtupu kuwa Mungu hakubaliani na uamuzi wako wa kutoka ndani ya ndoa na kuishi peke yako kwa sababu uko na pesa. Mungu hakubaliani na uamuzi wako wa kuishi peke yako kwa sababu wewe mambo yake iko sawa. Ine hali Mungu anakubaliana na wewe wapo utanyenyekea na kumuomba ili akaweze kukupa ujasiri wa kuishi kwenye ndoa. Maana ndoa pia ni vita. Ndoa inahitaji ujasiri. Ndoa inahitaji unyenyekevu. Ndoa inahitaji amani. Ndoa inahitaji imani. Maana Mungu ni mwaminifu na ametenda haya yote ili tukaweze kulea familia, ili tukae na generation baada ya generation. Lakini wanadamu tumehofia. Wanadamu tumeokopa. Tunakimbilia maneno yetu ya dunia. Tumemwacha Mungu. Tunafanya maneno ya kumuasi Mungu. Maana wakati ambapo unatoka ndani ya ndoa ukiwa na watoto wawili, uko na mtoto mmoja, umekimbia ndani ya ndoa, umekimbilia ndoa nyingine, uko unapata kule mtoto mmoja, unaenda ndoa nyingine, unapata huko watoto wawili. Hawa shida haitakuwa kwako, shida itakuwa kwa hawa watoto. Maana watoto watakosa mwelekeo, watoto watakosa amani, watakosa hiyo upendo ya wazazi. Leo hii nakuomba, iwapo kuwa ndoa yako imekuwa na mchanganyiko, iwapo kuwa ndoa yako shetani amesimama ndani, iwapo kuwa ndoa yako imekuwa vita tangu ingie, ninafunja katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea mama wacha ukapone, ninakuombea dada wacha ukapone. Wacha Mungu akakuse mkono ndani ya ndoa yako. Wacha Mungu akakuse mkono ndani ya familia yako. Leo hii unaenda kupata uponyaji. Mungu anaenda kuondolea huo mzika ambao umepepana nao. Wengine wananyanyaswa, wengine wanateswa kwa sababu tu ya mapenzi. Wengine wamefunjika mioyo, wengine wamemwaka damu, wengine wameishiwa kabisa na nguvu kwa sababu tu ya mapenzi. Leo hii ninaombea hayo mapenzi katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu wa amani, Mungu mwenye rehema, akuse moyo wako na akuse moyo wako wa mapenzi ili akaweze kukulinda. Maana hata maandiko yanasema kuwa ni nani amjuae mwanamke aliye kamili? Ni nani amjuae mwanamke mkamilifu,
Mwanamke mwaminifu ni hali ni Mwenyezi Mungu tu pekee anayemjua mwanamke mwaminifu ndani ya maisha yako. Ndipo maana Mungu anasema kuwa nyenyekea kwangu nitakupa kila ambacho unachohitaji. Nyenyekea kwangu nitakupa njia ambayo itakayokuokoa. Mungu ni mwaminifu ndani ya maisha yetu. Ninaombea kila boma ambaye iko na mambo mengi. Ninaombea boma ambaye imekataa kusimama. Ninaombea ndoa ambaye imekataa kusimama katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa amani, wacha akatende jambo juu ya maisha yenu. Wengine wamefika mahali wamesema kuwa hakuna haja ya kukaa kwenye ndoa. Heri hata nife, heri nichinyonge kuliko niteseke. Mwingine amekuwa ni vituko ndani ya familia, chutu ya mapenzi, chutu ya ndoa. Leo hii ndugu yangu, leo hii dada yangu, ninakuombea pale ambapo ulipo, kama hauko ndani ya ndoa, kama uko ndani ya ndoa na unateseka, hauko ndani ya ndoa na unateseka bado, unaendelea kupata watu waongo mbele ya macho yako. Leo nakuletea watu waaminifu mbele ya macho yako. Leo nakuletea watu wako serious ndani ya macho yako, ndani ya moyo wako. Unaenda kuinuka na kufanikiwa na ndoa yako, maana Mungu hata kubali uteseke. Umeteseka ya kutosha, haleluya. Umeteseka ya kutosha, haleluya. Umeng'ang'ana ya kutosha. Mungu anakuondolea huo mzigo na kukulelea na kukuondolea huo mzigo na kukupa nguvu tena ya kusimama na ukaweze kuwa mshindi. Maana wengine wanasema kuwa wanawake wa siku hizi wamekuwa wabaya. Hamuna mwanamke ambaye amekuwa mbaya, wanawake ni wale wale kutoka zamani. Maisha haya sisi ndio wale ambao yanapatilika kila siku. Maana hao wasichana hawezi kaa kama wale wasichana wa zamani, kwa maana kila vitu huwa zinapatilika kwa sababu ya generation after generation. Vitu haziwezi ishi vile vilivyokuwa, ni hali vinapatilika, kwa maana Mungu anaendelea kufanya kazi. Tusiwachukie hawa watoto wasichana tukisema ni wabaya. Tusichukie hawa wanawake wetu tukisema huyu hapana, acha nifukuse huyu nilete huyu. Simama na ule ambaye umemchakua, naye Mungu atakulinda, atasimama na wewe. Simama na yule ambaye unaona kuwa hamwezi enda mahali. Simama na yule hata unasema unaona kuwa huwezi muamini. Simama na yule ambaye unaona kuwa yenyewe hakufai. Ule ndiye Mungu atakaye kunena jambo juu ya maisha yenu na kuwaponya na kuwaokoa. Naomba kuwa Mungu akatende muujiza ndani ya maisha yenu. Kwa maana Mungu anasema kuwa atakuwa mwepesi kukimbilia pahala ambapo uko mwepesi wa kulita jina lake. Mungu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ninakuhubiria paka nyumbani mwako. Leo nakuhubiria paka ndani ya moyo wako. Maana watu wamefunjwa mioyo sawa na mapenzi. Watu wameteseka na mapenzi. Watu hawana amani juu ya mapenzi. Hawana uaminifu juu ya mapenzi. Leo hii nanyenyekea kwa ajili ya neno la Mungu na nikaweze kukuponya moyo wako. Leo hii hautateseka tena, maana Mungu anaendelea kupigania maisha yako na kuokoa. Tumekuwa waasi, tunaendelea kumkosea Mungu. Maana wakati ambapo singles mother wanaendelea kuwa wengi, ndipo laana inaendelea kukuroo. Maana hawa akina mama wakikaa peke yao, roho yao hupepa uchungu. Roho yao hupepa maneno ya uchungu. Maana moyo wao hupepa maneno ya uchungu, hupepa maneno ya wifu, hupepa maneno ya vitina. Maana anapoona nyumba ingine ikiinuka, nyumba ingine ikibarikiwa, anakuwa na wifu na vitina juu ya ndoa ya mtu mwingine, kwa maana yake iliharibika, kwa maana yake ilifunjika. Leo hii ninakuombea, wacha Mungu wa baraka kanene jambo juu ya maisha yako. Wacha akakuokoe kwa ile ndoa iliyopomolewa. Wacha akakuokoe katika hiyo misunguko ya maisha ambayo unaendelea nayo juu ya ndoa. Wacha akaweza kukuponya roho ambayo imefunjika kwa ajili ya mapenzi. Wacha akakuponya, kwa maana Mungu ni mwaminifu. Na leo hii amenituma ili nikawafikishie huu ujumbe, ili mkapokee uponyaji huu kutoka kwake. Maana yeye ni Mungu mwenye ufalme, yeye ni Mungu mwenye utakatifu. Ametenda, hajaanza leo, ni hali alikuwepo, yupo na atakuwepo. Mungu alikuwepo, yupo na atakuwepo. Ataendelea kutenda kazi yake. Ni hali anasema kuwa nyenyekea ufanye kazi nami. Nyenyekea
uwe chini yangu nikakuokoe. Nyenyekea ili nikalinde pamoja na familia yako. Nyenyekea ili nikakulindie ndoa yako. Nyenyekea ili nikakuinue pamoja na familia yako. Lakini tunafika mahali tunachoka. Wanadamu tumekuwa watu wenye kuchoka haraka. Wanadamu tumekuwa watu wenye kukifa haraka. Maana tunaonelea kuwa heri tuishi katika maisha ya dunia, maana maisha ya dunia yana changamoto yake. Lakini maisha ya Mwenyezi Mungu hayana changamoto, maana Mungu atatuwezesha katika kila jambo na kutulinda na kutupigania. Angalia mafunzo ya leo nimeyaweka wazi kuwa ni mafunzo ambayo yanakuza moyo wako. Ni mafunzo ambayo yanakuokoa wewe. Ni mafunzo ambayo yanakufanya pia wewe ujue kuwa Mungu ni mwenye nguvu ndani ya familia yako. Mungu ni mwenye nguvu ndani ya ndoa yako. Badilika leo uone utofauti. Badilika leo, nyenyekea leo ili ukaone uponyaji. Maana kuna wale watu ambao wameteseka. Kuna watu ambao wamehangaika. Kuna watu wametembea katika milango za waganga. Wamepisha milango ya waganga, hawajapata faida yoyote. Wamekimbia katika nyumba za manabii wa uongo, hawajafanikiwa. Wamejaribu mbinu yote ili maisha yao yabadilike, ndipo wanaendelea kuumia sana. Leo hii Mungu anasema kuwa nyenyekea pale ambapo ulipo ili akanene jambo ndani ya maisha yako, ukaone faida ya maisha na ukaone ufalme wake na ukaone maisha yako yakibadilika kuanzia jioni ya leo. Naamini kuwa Mungu ni mwaminifu na alikuwa mwaminifu na yuko mwaminifu na atakuwa mwaminifu. Kwa unyenyekevu wako ataleta uponyaji ndani ya moyo wako. Naamini kuwa unaposimama na kusema kuwa mimi leo nimekiri, ninanena naye, naye atanena nawe. Unapokiri na kusema nitasimama naye, naye atasimama nawe. Maana Mungu hapakui wala hasimami na yule ambaye hasimami naye. Anasimama na yeyote anaye mtumainia katika kila jambo. Nashukuru nikisema kuwa leo hii simama na kuwa mnyenyekevu ili ukapate yaliyo mazuri ndani ya Bwana aliye mkombozi wetu.